السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتم الحج والعمرة لله. صدق الله العظيم. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuatueleza siku zote ya kwamba unapoamua kwenda kufanya ibada ya umra, basi ifanye lillahi ta'ala. Na hapa ni kwamba uifanye kielimu, uisome ile ibada ya umra yatakiwa ifanywe vipi from A to Z. Sehemu yetu ya pili ya kuzungumzia tofauti ya umra group na solo umra na kujipeleka umra kivyako. Zote za kubalika kwenye dini. Sehemu yetu ya kwanza tulizungumzia umuhimu wa kwenda na group. Baada ya kukubaliana kwamba umra ni ibada. Kwa hivyo ikiwa umra ni ibada, ni lazima wewe ukiwa kabla hujenda uisome ibada ya umra. Kwa sababu kila hatua yahitaji dua, kila hatua yahitaji concentration na khushu'i katika ile ibada. Kila hatua. Kwa mfano, angalia katika unapoiangalia ile Kaaba, watakiwa usome dua. Allahumma zid hadha baitan tashrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan. Ukiangalia ile Kaaba. Na kuna dua ukisimama kwenye makamu Ibrahim. Kuna dua babu multazam unaposimama kwenye mlango wa al-Kaaba, watakiwa usome dua gani? Ushaona? Baada ya tawaf kuna raka mbili, watakiwa raka ya kwanza usome sura gani, ya pili usome sura gani? Katika ile tawaf kuna dua. Round 1 kumependekezwa kuna dua moja unasoma, round 2 kuna dua nyingine unasoma, round 3 kuna dua nyingine unasoma. Hizi ni dua zimependekezwa. Kwa hivyo wewe ikiwa hukuisoma umra, itakuwa ni kama ni kama wasting of time, kusema la ukweli. Leo tutataka kuzungumzia pointi mbili nyingine katika masala ya umra ya group na umra ya kawaida. Ikiwa umeisoma ibada ya umra na wataka kwenda umra peke yako, sawa sawa, haina mushkili. Lakini my advice kutoka experience yangu nilionayo, hata kama umeisoma ibada ya umra, lakini kwa kuwa ni mara ya kwanza, basi nenda na group. First umra yako, nenda na group ambayo kwamba ndani yake kuna shekhe, kuna ustadhi ndani yake, atakuguide ile ibada. Hata kama wewe umeisoma ile, pengine wewe ni shekhe, ni ustadhi, wasomesha madrasa mfano, ama ni imamu, waijua ile ibada ya kiumra, lakini ni mara ya kwanza yako kwenda Maka, basi nenda na group. Kwa sababu gani? Hata ikiwa wewe umesoma, lakini ile zahma iliyoko, hata kama umekwenda umesoma wewe, lakini kwa kuwa Maka ni mara yako ya kwanza, kutokana na zahma na kutokana na ile tension iliyoko ndani ya ule mji wa Maka, hata kama umesoma lakini ni first timer, lazima utababaika, lazima utashtuka, kwa sababu milango ni mingi, hujui umeingia wapi, mara umpotea, hata ile concentration ya ile elimu ulionayo pia, kwa kuwa ni mara ya kwanza pia utatatizika. Kwa hivyo ikiwa ni mara ya kwanza, my advice, ikiwa hujenda umra na ni mara ya kwanza yako, nenda na group hata kama umeisoma. Kisha baadaye pale ndani ya group kuna ustadhi atakuguide na group leader atakuguide. Kama tulivyosema mwanzo, kuna tofauti baina group leader na ustadhi katika group. Inshallah tutafafanua katika clip zetu nyingine. My point iko ni ikiwa sasa wewe umesoma na umekwenda umra ya kwanza, umemaliza umra ya kwanza, wataka kwenda mara ya pili. Nisikize vizuri. Ushafanya umra ya kwanza na wewe waijua ile ibada ya umra, basi umra ya pili, ya tatu, ya nne, nenda peke yako. Utakuwa ni mtulivu zaidi kuliko kwenda na group. Tuelewane kitu kimoja hapa. Ikiwa ni umra yako ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano na umeisoma waijua, nenda peke yako, ni bora zaidi kuliko kwenda na group.
Lakini ikiwa ni first timer, hata kama umeisoma, nenda na group iko na ustadhi. Sikiza nukta ya pili. Nukta nyingine ya pili, ikiwa umra umekwenda mara ya kwanza, mara ya pili, lakini wahisi kwamba confidence yako wataka upate ustadhi guide, basi siku zote hata kama ni umra 10, nenda na sheikh, nenda na group. Kwa sababu gani? Ustadhi atakuguide. Kwa sababu kunao watu wengine nimeshuhudia washaenda zaidi ya mara 3, zaidi ya mara 4, lakini wao wanaenjoy wakiwa na group na kuna ustadhi anaye guide kuliko kuwa peke yao. 1. Kuna wengine, hizi ni tabia za kimaumbile katika ibada. Kuna wengine akipata group kwenda nao msikitini pamoja, anaweza kukesha msikitini hata 24 hours bora na wenzake. Kwa hivyo mtu anataka company ndio afanye ibada vizuri. Kwa hivyo utaona hata ikiwa ni mara 5, lakini confidence yako ni group, basi nenda na group. Muhimu ni kwamba lazima ile ibada ya umra ikamilike kiibada. Usiye imekwenda ni kibiashara, imekwenda ni leisure, imekwenda ni entertainment. Hii ni nukta muhimu sana. Narudia tena very short kwa summarize. Ikiwa ni mara ya kwanza yako ya umra, nenda na group. Ikiwa ni mara ya pili, ni mara ya 3 na umeisoma umra, nenda peke yako. Ni bora zaidi. Utajikontrol na utajipangia mambo yako. Na ikiwa hukuisoma vizuri ibada ya umra, hata iwe ni mara 5, mara 6, nenda na grupu akiwa ni ustadhi. Hii ni pointi moja. Pointi nyingine ya pili ya sehemu yetu ya pili ya kuzungumzia umra group na solo group. Umra group siku zote ni cheaper than solo group. Na utaona kuna wengine atakwambia ukenda peke yako ni rahisi. Naam, huyu ni rahisi kwa sababu pengine tiketi amekata online, visa amepata kivyake peke yake kama kawaida, na hoteli amejitafutia yeye mwenyewe kwenye booking online, yani online pia naye. Lakini upande wa hoteli siku zote online ni ghali. Siku zote hoteli kwenye booking online Maka na Madina huwa ni ghali kwenye booking au kwenye online kuliko kwenda kulipa mwenyewe kwenye counter ama upitie kwa managers. Kwa hivyo utaipata hoteli siku zote huwa ni ghali ukiwa peke yako. Na nitakupa mfano mwepesi sana uelewe kwamba group siku zote ni cheaper. Hoteli ikiwa ina vitanda 3, pengine itakuwa ni riali 150 kwa siku. Utailipa wewe peke yako. Lakini ikiwa ni vitanda ni 3 au ni 4, riali 150 kwa siku, mko watu 3, utaigawanya 50-50-50. Umeona, hiyo ni mfano mwepesi sana kuelewa kwamba group siku zote ni cheaper. Gari pia ni hivyo hivyo. Badala ya kulipa 50 reals peke yako, utalipa na mwenzako. Kwa hivyo inakuwa cheaper ukiwa ndani group kuliko solo umra. Inshallah kwenye sehemu yetu ya 3 tutazungumzia pia tena tofauti na umuhimu wa group umra na solo umra inshallah taala. Mwenyezi Mungu atutakabalie ibada zetu za kwenda umra, na wale waliotiania tuarudia tena inshallah, ikiwa umetiania kwenda umra, Mwenyezi Mungu akufungulie mambo yako uende umra. Na wale ambao kwamba hawajatiania, Mwenyezi Mungu awaoneshe umuhimu wa kwenda kufanya ibada, wa kwenda kukanyaga ardhi tukufu inshallah taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.